Maana nini? Watu wa namna hii walimwona Yesu akifanya miujiza. Ni sawa sawa na wewe. Ulimwona Yesu akifanya vitu, lakini bado imani yako ni zero. Akawakemea, wakashtuka. Ukisema wewe ni nani? Hata upepo na bahari vinamtii. Anza kukuonyesha imani yako ni zero. Ishara una imani. Nitakufundisha kidogo. Mpaka tutakapofika kwenye level ya 10, kuna kitu kitaingia kwenye maisha yako. Hofu, uoga. Mtu kuna madeni, anasema simu. Muoga. Akija mama fulani, waambie nisipo, kumbe upo ndani. Muoga. Unadai wasongesha, unabadilisha laini. Muoga. Mtu muoga ni ishara imani yake ni zero. Ana imani kabisa. Kwa sababu msikizo watumishi wa Mungu kiasi kunaambia mikiki kwenye maisha yaishi. Hata siku moja mtu asije kudanganya. Leo unapambana nipate kazi, kesho bosi kakunitia kazini. Unapambana umepata cheo, kesho kutwa mke wako kukuchanganyikishwa. Unapambana ghafla mtoto kaamka juu. Haeleweki. Mikiki kwenye maisha yaishi hata siku moja. Ndio maana inapoona imani yako inaanza kuwa zero, lazima ufanye juhudi ya kuitoa kwenye hatua zero, kuipeleka hata kwenye hatua namba 6. Mtu indicator ya kwanza, unakuwa mwoga. Biblia inasema wenye haki wana ujasiri kama simba. Hivi nyinyi mnajua karakta ya simba? Ndio maana Biblia inasema Yesu ni simba wa Yuda. Simba akikutana hata na kundi la wanyama wengi haogopi. Ndio maana Biblia inasema mwenye haki, sisi wenye haki tuna ujasiri kama simba. Simba ukimlinganisha na tembo, nani mkubwa? Ni simba. Tembo. Kwa nini simba anaitwa mfalme wa wanyama wote? Sio size aliga mwili wake, sio size ya body, attitude yake ya kukabiliana na changamoto. Ndio maana simba anaitwa mfalme wa wanyama wote. Unisikize nikwambie kitu. Tunapokabiliana na changamoto, atukabiliane kutokana na uwezo tulionao, kutokana na uchumi tulionao, kutokana na nguvu tulizonazo. Tunakabiliana nazo kutokana na yule ambaye tumembeba. Woga ni ishara imani yako ni zero. Hata kama unasema na Yesu kwenye boti, haitutishi. Unapoona matatizo unaanza kulia, wewe ni mwoga. Ndio maana Ufunuo 21 anazungumza kitu cha ajabu sana, anasema waoga na wazinzi na waabudu sanamu wote katika ziwa waliokaa moto. Uoga sio sifa. Uoga ni kitu kibaya katika ulimwengu wa roho ambacho kinaua imani yako. Unapoona unapopita kwenye changamoto yoyote na ndani yako unaanza kuogopa, hiyo ni ishara kuna imani inapotezwa. Nakumbuka wiki iliyopita nilichokufundisha, imani ni njia ambayo Mungu anaitumia kupita kwenye maisha ya mtu na kumpeleka kwenye hatua nyingine. Jambo la pili litakuonyesha kwamba imani yako imekufa. Hebu ngoja nisome kidogo kabla tujaingia jambo la pili. Kitabu kile cha Hesabu, mtumishi wa Mungu, some Hesabu 13 anzia ule mstari wa 32 na 33. Hesabu 13:32 na 33. Uoga. Mungu atembee na mtu mwoga hata siku moja. Hata siku
siku moja Mungu atembee na mtu mmoja. Anasemaje mtumishi wa Mungu? Linasema mtumishi wa Mungu. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya. Wakawaletea habari mbaya, nasemaje? Ya ile nchi walioipeleleza. Ndio. Wakasema ile nchi tuliyopita. Ndio. Katikati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanayoikaa. Na watu wote waliwaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefiri, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefiri. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Hao watu waliambiwa nchi Mungu amewapa. Lakini walipofika kwenye nchi ile, wakaona majitu ya watu, wakaona mapande ya watu, wakalia. Ni sasa na wewe mtumishi wa Mungu unasema, mtumishi, ninaomba Mungu nipe kazi. Akikupa kazi, wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza umeingia ofisini, watu wamekuinukia, useme mimi naacha kazi. Ni utoto. Mungu unapoomba jambo na Mungu anapokupa, hata kama utakuta wanafili, hata kama utakuta ni watu wamekuzidi, pambana, kwa sababu Mungu ndiye amekuweka. Hakuna kukuzuru katika jina la Yesu. Mtu anaomba Mungu nitoe katika nchi ya utumwa, Mungu anamtoa kweli. Anapompeleka katika nchi ya maziwa na asali, anapeleleza, anakuta kuna majitu ya watu, kuna mapande ya watu. Angalia maneno yanasema, sisi ni mapanzi kwa sababu ya kuogopa. Wangapi leo hapa nyinyi mnaomba maombi, Mungu nisaidie nifanikishe hiki. Unafanikisha, unaingia kwenye hiyo hatua, unakuta mazingira mabovu, unakuta watu wanakuinukia, unakuta watu wanakusema, ghafla unabadilisha maombi. Mungu hawezi kutembea na mtu namna hiyo. Mungu hawezi kutembea na mtu ambaye amwamini, mwenye imani zero. Unisikize kitu hapa. Mahali popote unapoomba na Mungu anapokufungulia mlango, kumbuka Zaburi inasemaje? Waandaa meza yangu machoni pa wapi? Machoni pa wapi? Machoni pa wapi? Pa watesi wako. Popote pale Mungu anapokuandalia meza, pembeni kuna watesi. Hilo usisahau. Usije ukafikiria kwa sababu Mungu amekupa duka, hakuna watu ambao watataka kukupiga majungu, watataka kukope, wasirejeshe limani wa Filisti. Watesi wapo. Mlango wote unaofunguliwa kwako, watesi wapo. Usilinge. Hata siku moja Mungu anapofungulia wana wa Israeli mlango wakiingia katika nchi yenye maziwa na asali, ghafla kuna wanafeli wakaondoka. Mungu alikuwa anapima nini? Uwezo wao wa kuhimili hofu ambao iko mbele yao. Jambo la pili, twende kidogo. Ishara ya pili itakayoanza kukuonyesha wewe una imani kabisa ni lipi? Unapopita katikati ya changamoto ngumu, ndani yako ukumbuki jambo hata moja ambalo Mungu amekutendea. Unapopita kwenye changamoto ngumu, na ndani yako ukumbuki hata jambo moja ambalo Mungu amekutendea, hiyo ni ishara imani yako ni zero. Unapita kwenye changamoto, huna jambo hata moja la kukumbuka mahali ambapo Mungu alikufanyia. Mtumishi wa Mungu, soma kitabu kile cha Kutoka sura 14. Hiyo ni ishara. Kitabu cha Hesabu sura 14. Hiyo ni ishara imani yako ni zero na Mungu hatatembea na wewe. Hesabu sura ya 14. Twende kidogo kidogo. Neno la Mungu linasema, anzia mstari wa 11. Mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, ndio. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hawa watanidharau hata lini? Watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao. Umeona maneno haya? Watumishi wa Mungu, umeona maneno haya? Anasema hivi, watu hawa watanidharau hata lini?
jambo la pili anasema, nitawapiga soma tena pale juu. Watanzarau paka liniendelea pale kidogo. Mstari wa 11. Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao. Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote. Mbona maneno haya? Mungu anapotaka kupima imani ya mtu, kwamba huyu mtu ana imani au imani yake ni zero kabisa, katika kitu kimoja wapo, ukipita kwenye matatizo makubwa, changamoto kubwa, mtoto hana ada, umeuna kodi, mahusiano yamevunjika, nyakati ngumu, umepita, watu wanakusema vibaya ofisini, katika hizo changamoto zote ambazo unaona trust yako na imani yako na tumaini lako lote limekufa, Mungu kitu ambacho atasubiria kwako, atataka kusikiliza, je, kuna tendo hata moja ambalo huyu mtu analikumbuka? Anasema ijapokuwa nimefanya mambo yote kwa, nimefanya ishara zote kwao. Mungu alifanya ishara ngapi dadangu? Ishara 10. Alibadilisha mchanga kuwa chawa, akabadilisha maji kuwa damu, akashusha giza, lakini jamaa bado hawaamini. That is very bad. Mtu ambaye imani yake ni zero, ana imani kabisa, katika kitu kimoja hapo, ukipita kwenye changamoto, hakuna tendo hata moja la Mungu ambalo alikumbuka. Ni hatari. Mungu akisema watu hawa, nimefanya mambo mangapi kwao? Darasa la 4 walifaulu au kudia darasa. Darasa 7 walifaulu wakaenda form 1. Form 4 walifaulu wakaenda form 6. Lakini hakuna hata jambo moja wanaokumbuka. Hakuna unachokikumbuka. That is the indicator ambayo inakuonyesha imani yako. Una imani kwa Mungu hata kidogo. Inaitwa imani gani? Mtu ambaye na Yesu anaenda kanisani, anatoa sadaka zake, lakini imani yake ni zero. Sema mimi. Sema mimi. Mama Kevi, sema mimi. Nitavuka. Imani yangu haitakuwa hapo. Mimi nitavuka katika jina la Yesu. Mimi sitakuwa miongoni mwao wenye imani zero kwa jina la Yesu. Imani yangu siku ya leo inatoka kwenye zero, inaenda kwenye kiwango kingine kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu, hizi trials zitakuja. Utajaribiwa huku, utajaribiwa huku. Mungu lengo lake anapima nini? Anataka kuona, je, katikati ya mapito utakumbuka? Utakumbuka je? Watu wengi sana walipopita kwenye magumu hawajakumbuka kitu hata kimoja cha Mungu. Afu Mungu anataka kufikiri katika nchi ya ahadi. Mungu hawezi kufanya mchezo hata siku moja. Hasa watu hao kama nimewafanyia ishara zaidi ya 10. Nilipasua bahari huko anaona, lakini hawajakumbuka. Afu Mungu angalia anakuita, anasema watu wao watanizarau mpaka lini? Nisikize nikwambie kitu. Hatua mpya ya maisha inahitaji imani mpya. Watumishi wa Mungu, nisikilize kidogo hapa. Hatua mpya ya maisha yako. Saa nyingine ulikuwa unapata mshahara milioni 1. Unapotaka kwenda milioni 2, itahitaji imani nyingine. Saa nyingine ulikuwa na biashara, unapata mwisho wa mwezi mapato yako milioni 3. Unapotaka kwenye milioni 10, kuna imani nyingine itahitajika. Hatua mpya itahitaji imani mpya. Kabisa. Usitembee na imani yako mwaka 47 ukasema na leo itakusaidia. No. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, watu hawa nimefanya ishara ngapi? Bado tu hawaliamini. Bado tu hawaliamini. Madhara, nakupa madhara kaza wa kaza. Madhara ya mtu ambaye ana Yesu lakini imani yake ni zero. Mtu ameokoka, mtu anatoa sadaka zake, mtu anakuja kuomba, lakini imani yake ni zero. Madhara yake ni yapi? Kwa sababu ulimwengu wa roho hauendi hivi hivi. Hauendi hivi hivi hata siku moja. Ndio maana
ajue kucheza na ulimwengu wa roho, anapata hatua yake. Kuna madhara yapo. Madhara ya kwanza. Madhara ya kwanza. Kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Hesabu. Kitabu kile cha Hesabu. Anzia mtumishi wa Mungu. Hesabu 14 anzia mstari wa 20. Madhara ya kwanza. Madhara ya kwanza. Utakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu, na aina ya maisha yako yale yale kwa muda mrefu. Madhara ya kwanza, ambaye wewe una Yesu na unamwamini yeye, imani yako inapokuwa zero, Mungu atakuweka kwenye eneo hilo hilo, atakuweka kwenye kipato kile kile, atakuweka kwenye mahusiano yale yale ya makelele, atakuweka kwenye mahali pale pale pa kuzunguka, kwa sababu imani mpya inaachilia hatua mpya. Kwa hiyo Mungu hataruhusu uende kwenye kiwango kingine kwa imani yako hiyo. Kwa hiyo ataamua kukuzungusha na kuzungusha na kukuzungusha. Sio kwamba Mungu ameshindwa kukupeleka kwenye mahali, hapana. Kwa sababu alipopima imani yako, amekuta imani yako haiwezi kupambana na mazingira mapya. Kwa hiyo atakuacha pale pale. Nisome Kutoka 14:20. Nitasoma kwa jina la Yesu. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Kwa hiyo mtu anaweza akamkosea Mungu na Mungu akamsamehe, lakini angalia repercussion yake. Nini kinatokea? Lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakusikia sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao. Ukisoma mstari unaofuata, neno la Mungu sema Mungu aliwazungusha miaka 40 akawaua. Kwa sababu gani? Hawajamwamini. Miaka 40 wana wa Israeli walizunguka jangwani. Ni kwa sababu gani? Walikuwa hawajamwamini Mungu. Mahali ulipo unaweza kusogea kwa jina la Yesu. Nasema mahali ulipo unaweza kusogea kwa jina la Yesu. Kuna imani leo tutaijenga kwa Mungu. Sema amina basi. Nasema kuna imani tutajenga kwa Mungu. Sema kuna imani tutajenga kwa Mungu. Kuna imani tutajenga kwa Mungu. Na hapa sitazunguka tena. Na hapa sitakaa tena. Na hiki kita kwa kipato changu tena. Naenda kwenye kipato kipya. Naenda kwenye hatua mpya kwa jina la Yesu. Wakazunguka mwaka wa kwanza. Mungu anawasikilizia. Hawa watu wataniamini. Wakazunguka mwaka wa pili. Mungu anawasikilizia. Watu wataniamini. Wakazunguka mwaka wa 10, mwaka wa 15, mwaka wa 20, mwaka wa 40. Akasema alipoona kizazi chote kile ambacho wakimwamini kilipokufa, ndipo akamchukua Joshua na Caleb na watoto wao wakaingia katika nchi ya ahadi. Mungu haoni shida kutuzungusha kwenye mshahara wa 1,500 mpaka tunastaafu. Mungu haoni shida kutuzungusha kwenye biashara ya kila siku tunapata 3,500 mpaka ifike sehemu imani zetu zimebadilika. Mungu haoni shida hata kama tunaomba. Kuna mtu ataenda kwa jina la Yesu. Amen. Sema mimi hiki kiwango natoka. Mahali hapa natoka. Sema kwa nguvu, mimi hapa natoka. Sitazunguka tena kwa jina la Yesu. Hiki sio kiwango changu. Hiki sio kipato changu. Hiyo sio level yangu. Ninatoka. Mungu haoni shida. Atakuzungusha mpaka imefika sehemu kuna mtu amechungulia katika ulimwengu wa roho, amesema no, nimekumbuka ishara za Mungu. Lazima usome Kutoka 14 anzia mstari wa 8 pale. Mpaka itakapofika sehemu hapa tunatokaje? Tunapoanza kukumbuka. Unataka imani yako anza kuitoa katika kiwango cha zero. Jambo la kwanza, kumbuka mambo ambayo Mungu alikutendea. Unataka imani yako itoke kwenye kiwango cha zero.
At least uipeke kwenye kiwango level 1. Kumbuka ambayo Mungu alikutendea. Kumbuka ambapo ulikula au kulala njaa. Kumbuka ambapo Mungu alikusaidia. Zamani darasani uko unarudia mtihani. Kumbuka Mungu alikukuvusha form 2 au kurudia mtihani. Kumbuka Mungu alikukuvusha watoto wako kulala njaa. Kumbuka kuna siku ulinua kuku kala. Hayo ni shuhuda. Lakini watu wamesahau. Bila Mungu anasema wana wa Israeli walivolia usiku ule wakasema Mungu tumechoka kula majani. Tunataka utupe kwale. Mungu akashua nyama fresh. Jamaa wamekula wakasahau. Unisikize kwa kitu. Hata kama leo unakaa na watoto wako. Mnakaa, mnakula dagaa, mnakula mboga za majani. Lakini kuna siku, mwambie Mungu, kuna siku nilipata hela, nikanunulia watoto wangu nyama wakala. Kuna siku Mungu nilipata hela, niliwanunulia watoto wangu kuku wakala. Kuna siku Mungu nilipata hela, niliwapeleka watoto wangu out. Baba, ninakumbuka matendo ambayo ulinitendea. Mungu, ninakumbuka namna ulinivusha. Mungu, ninakumbuka namna ulivyowasaidia watoto wangu. Hata hapa, hata kama leo hawana chakula, lakini unaweza kuwasaidia. Hata leo kama hawana ada, unaweza kuwavusha. Hata kama hapa, unaweza kuwasaidia. Kumbuka. Hebu nisome pale. 14. Anzia 8 pale. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo tunaweza tukaanza kujenga imani zetu. Sawa. Kuna hili limeharibika, sawa. Kuna hiki kimepotea, sawa. Lakini Mungu mbona ulinifanyiaga hapa? Lakini Mungu mbona ulinitendeaga hapa? Lakini Mungu mbona ulinivusha hapa? Kumbuka. Mtu anapoanza kukumbuka, kuna imani inajengwa. Hebu nisome hiyo kidogo. Ikiwa Bwana anatufurahia. Sikiliza maneno ya mwanaume. Ikiwa Bwana anatufurahia. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii. Atupe iwe yetu. Nchi iwe yetu. Endelea 9. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana. Wala msimuogope. Wale wenyeji wa nchi ile. Wala msiogope hayo madeni yanakusumbua. Wala usiogope huyo kodi mwenye nyumba analia. Wala usiogope wenyeji wa nchi ile. Wala usiogope wafanyakazi ofisini kwako. No. Mungu amekuweka kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu hajanielewa hapa. Nasema Mungu ndiye amekuweka hapo kwa jina la Yesu. Amen. Haya ni msemo wa majesho la kale. Angalia mlango unachotoka. Unasema sikilizeni, kama Mungu ametusaidia. Tulikuwa jangwani hatuna maji, miamba ikatoa maji. Tulikuwa tunapita katika bahari ya Shamu, bahari ikapasuka. Kama Mungu ametufurahia, hawa wenyeji ni wakina nani mpaka tuogope? Kama Mungu amenifurahia, nimemaliza, nimepata cheti changu cha certificate, nimepata cheti changu cha diploma, nimepata cheti changu cha degree. Kama Mungu amenifurahia, kuna mahali nitafika kwa jina la Yesu. Ndio watumishi wa Mungu hamjanielewa nyinyi. Kama Mungu amenifurahia hapa nimefika, machozi yatatoka kwangu kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu atakainuka leo hapa. Mwambie Mungu, ninakumbuka kuna mahali. Kuna siku ulinisaidia. Kuna siku ulinivusha. Hapa sitaishia, mwisho wangu sio hapa. Hapa sio mwisho wangu kwa jina la Yesu. Hapa sio mwisho wa watoto wangu. Kama niliwalipiaga ada tu moja, leo nimekosa, hawataishia hapa, nitawalipia tena. Kama nilipata kodi nikalipa mwezi mmoja, nitapata nyingine kwa jina la Yesu. Nitapata na kiwanja kwa jina la Yesu. Nitapata nyumba kwa jina la Yesu. Nitapata biashara kwa jina la Yesu. Kama Bwana umenisaidia kufika hapa, na kule nitaenda kwa jina la Yesu. Na kule nitafika kwa jina la Yesu. Sitaishia hapo. Nasema utaishia hapo mama yangu. Nasema utaishia hapo baba yangu. Kuna mahali Mungu atakuweka. Kuna mahali Mungu atakutambulisha. Usimwasi Bwana. Iko watu wanakupeleka kwa jina la Yesu. Kuna mtu leo ripasha. Nimekosa interview ya kwanza, sawa. Hiyo indiscourage. Kama Mungu alinisaidia nikamaliza chuo, interview haiwezi kupima uwezo wangu. Uwezo wangu unapimwa na Bwana. Kama hii biashara imekufa, sawa, Mungu atanifungulia biashara nyingine. Hii biashara haiwezi kupima uwezo wangu. Iko biashara nyingine inakuja. Yesu anakaa akasema msimwasi Bwana. Kama Mungu alitusaidia kule. Ni watumishi wa Mungu. Sijui kama mnaelewa nini. Kuna mtu atasimama hapa.
Akasema no. Angalia maneno ambayo Daudi aliyosema. Daudi akafika kwenye uwanja wa vita. Watu wote wanamkimbia Goliati. Afu angalia mwanaume maneno aliyosema. Akasema atakayemuua Goliati atafanywa nini? Watu wakamiminya sikio. Wakasema Sauli amesema atamuozesha binti yake. Sema hilo tu. Akasema huyu ni nani mpaka tukane majeshi ya Bwana? Watumishi wa Mungu sio kama mnaelewa nyinyi. Huyo ni nani mpaka kutukana wewe umebeba Kristo? Hawajakumbuka kitu hata kimoja cha Mungu. Afu Mungu anataka kufika katika nchi ya ahadi. Mungu hawezi kufanya mchezo hata siku moja. Hasema watu hao kama nimewafanyia ishara zaidi ya 10. Nilipasua bahari huko anaona. Lakini hawajakumbuka. Afu Mungu angalia anakuita. Anasema watu wao watanizarau mpaka lini? Nisikize nikwambie kitu. Hatua mpya ya maisha inahitaji imani mpya. Watumishi wa Mungu nisikilize kidogo. Hatua mpya ya maisha yako. Sasa ingine ulikuwa unapata mshahara milioni 1. Unapotaka kwenda milioni 2, itahitaji imani nyingine. Sasa ingine ulikuwa na biashara, unapata mwisho wa mwezi mapato yako milioni 3. Unapotaka kwenye milioni 10, kuna imani nyingine itahitajika. Hatua mpya itahitaji imani mpya. Kabisa. Usitembee na imani yako mwaka 47. Ukasema na leo itakusaidia. No. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, watu hawa nimefanya ishara ngapi? Bado tu hawaliamini. Bado tu hawaliamini. Madhara, nakupa madhara kaza wa kaza. Madhara ya mtu ambaye ana Yesu lakini imani yake ni zero. Mtu ameokoka. Mtu anatoa sadaka zake. Mtu anakuja kuomba lakini imani yake ni zero. Madhara yake ni yapi? Kwa sababu ulimwengu wa roho wendi hivi hivi. Hawendi hivi hivi hata siku moja. Ndio maana yeyote ambaye atajua kucheza na ulimwengu wa roho anapata hatua yake. Kuna madhara yapo. Madhara ya kwanza. Madhara ya kwanza. Kitabu kile cha Kutoka. Kitabu cha Hesabu. Kitabu kile cha Hesabu. Anzia mtumishi wa Mungu. Hesabu 14 anzia mstari wa 20. Madhara ya kwanza. Madhara ya kwanza. Utakaa kwenye eneo moja kwa muda mrefu. Na aina ya maisha yako yale yale kwa muda mrefu. Madhara ya kwanza. Ambaye wewe una Yesu na unamwamini yeye. Imani yako inapokuwa zero, Mungu atakuweka kwenye eneo hilo hilo. Atakuweka kwenye kipato kile kile. Atakuweka kwenye mahusiano yale yale ya makelele. Atakuweka kwenye mahali pale pale pa kuzunguka. Kwa sababu imani mpya inaachilia hatua mpya. Kwa hiyo Mungu hataruhusu uende kwenye kiwango kingine kwa imani yako hiyo. Kwa hiyo ataamua kukuzungusha na kuzungusha na kukuzungusha. Sio kwamba Mungu ameshindwa kukupeleka kwenye mahali, hapana. Kwa sababu alipopima imani yako amekuta imani yako haiwezi kupambana na mazingira mapya. Kwa hiyo atakuacha pale pale. Nisome Kutoka 14:20. Nitasoma kwa jina la Yesu. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Kwa hiyo mtu anaweza akamkosea Mungu na Mungu akamsamehe, lakini angalia implication yake. Nini kinatokea? Lakini hakika yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana. Kwa sababu watu hawa wote ambao wameona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakusikia sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao. Baba zao. Ukisoma mstari unaofuata
aliwazungusha miaka 40 akawaua. Kwa sababu gani? Hawajamwamini. Miaka 40 wana wa Israeli walizunguka jangwani. Ni kwa sababu gani? Walikuwa hawajamwamini Mungu. Mahali ulipo unaweza kusogea kwa jina la Yesu. Amen. Nasema mahali ulipo unaweza kusogea kwa jina la Yesu. Amen. Kuna imani leo tutaijenga kwa Mungu. Amen. Sema amina basi. Amen. Nasema kuna imani tutajenga kwa Mungu. Amen. Sema kuna imani tutajenga kwa Mungu. Kuna imani tutajenga kwa Mungu. Na hapa sitazunguka tena. Na hapa sitakaa tena. Na hiki kita kwa kipato changu tena. Naenda kwenye kipato kipya. Naenda kwenye hatua mpya kwa jina la Yesu. Wakazunguka mwaka wa kwanza. Mungu anawasikilizia. Hawa watu wataniamini. Wakazunguka mwaka wa pili. Mungu anawasikilizia. Watu wataniamini. Wakazunguka mwaka wa 10, mwaka wa 15, mwaka wa 20, mwaka wa 40. Akasema alipoona kizazi chote kile ambacho wakimwamini kilipokufa, ndipo akamchukua Joshua na Caleb na watoto wao wakaingia katika nchi ya ahadi. Mungu haoni shida kutuzungusha kwenye mshahara wa 1.5 mpaka tunastaafu. Mungu haoni shida kutuzungusha kwenye biashara ya kila siku tunapata 3500 mpaka ifike sehemu imani zetu zimebadilika. Mungu haoni shida hata kama tunaomba. Kuna mtu ataenda kwa jina la Yesu hapa. Amen. Sema mimi hiki kiwango natoka. Mahali hapa natoka. Sema kwa nguvu mimi hapa natoka. Sitazunguka tena kwa jina la Yesu. Hiki sio kiwango changu. Hiki sio kipato changu. Hiyo sio level yangu. Ninatoka. Mungu haoni shida. Atakuzungusha. Mpaka imefika sehemu kuna mtu amechungulia katika ulimwengu wa roho. Amesema no. Nimekumbuka ishara za Mungu. Lazima usome Kutoka 14 anzia mstari wa 8 pale. Mpaka itakapofika sehemu hapa tunatokaje? Tunapoanza kukumbuka. Unataka imani yako anza kuitoa katika kiwango cha 0. Jambo la kwanza, kumbuka mambo ambayo Mungu alikutendea. Unataka imani yako itoke kwenye kiwango cha 0. At least uipeke kwenye kiwango level 1. Kumbuka ambayo Mungu alikutendea. Kumbuka ambapo ulikula au kulala njaa. Kumbuka ambapo Mungu alikusaidia. Zamani darasani uko unarudia mtihani. Kumbuka Mungu alikukuvusha form 2 au kurudia mtihani. Kumbuka Mungu alikukuvusha watoto wako kulala njaa. Kumbuka kuna siku ulinua kuku kala. Hayo ni shuhuda. Lakini watu wamesahau. Mungu anasema wanaweza walivolia usiku leo akasema Mungu tumechoka kula majani. Tunataka utupe kwale. Mungu akashua nyama fresh. Jamaa wamekula wakasahau. Unisikize kwa kitu. Hata kama leo unakaa na watoto wako. Mnakaa, mnakula dagaa, mnakula mboga za majani. Lakini kuna siku mwambie Mungu, kuna siku nilipata hela, nikanunulia watoto wangu nyama wakala. Kuna siku Mungu nilipata hela, niliwanunulia watoto wangu kuku wakala. Kuna siku Mungu nilipata hela, niliwapeleka watoto wangu out. Baba, ninakumbuka matendo ambayo ulinitendea. Mungu, ninakumbuka namna ulinivusha. Mungu, ninakumbuka namna ulivyowasaidia watoto wangu. Hata hapa, hata kama leo hawana chakula, lakini unaweza kuwasaidia. Hata leo kama hawana ada, unaweza kuwavusha. Hata kama hapa, unaweza kuwasaidia. Kumbuka. Hebu nisome pale. 14 anzia 8 pale. Nataka nikuonyeshe namna ambavyo tunaweza tukaanza kujenga imani zetu. Sawa. Kuna hili limeharibika, sawa. Kuna hiki kimepotea, sawa. Lakini Mungu mbona ulinifanyiaga hapa? Lakini Mungu mbona ulinitendeaga hapa? Lakini Mungu mbona ulinivusha hapa? Kumbuka. Mtu anapoanza kukumbuka kuna imani inajengwa. Hebu nisome hiyo kidogo. Ikiwa Bwana anatufurahia. Sikiliza maneno ya mwanaume. Ikiwa Bwana anatufurahia. Ikiwa Bwana anatufurahia. Atatuingiza katika nchi hii. Atupe iwe yetu. Nchi iwe yetu. Endelea 9. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana. Wala msimuogope. Wale wenyeji wa nchi ile. Wala msiogope hayo madeni yanakusumbua. Wala usiogope huyo kodi mwenye nyumba analia. Wala usiogope wenyeji wa nchi ile. Wala usiogope wafanyakazi ofisini kwako. No.
Mungu amekuweka kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu hajanielewa hapa? Nasema Mungu ndiye amekuweka hapo kwa jina la Yesu. Amen. Haya ni msemo wa jeshi la kale. Angalia mlango unachotoka. Unasema sikilizeni, kama Mungu ametusaidia. Tulikuwa jangwani hatuna maji, miamba ikatoa maji. Tulikuwa tunapita katika bahari ya Shamu, bahari ikapasuka. Kama Mungu ametufurahia, hawa wenyeji ni wakina nani mpaka tuogope? Kama Mungu amenifurahia, nimemaliza, nimepata cheti changu cha certificate, nimepata cheti changu cha diploma, nimepata cheti changu cha degree. Kama Mungu amenifurahia, kuna mahali nitafika kwa jina la Yesu. Amen. Ndio watumishi wa Mungu hamjanielewa nyinyi. Kama Mungu amenifurahia hapa nimefika, machozi yatatoka kwangu kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu atakayeinuka leo hapa, mwambie Mungu, ninakumbuka kuna mahali, kuna siku ulinisaidia, kuna siku ulinivusha. Hapa sitaishia, mwisho wangu sio hapa. Hapa sio mwisho wangu kwa jina la Yesu. Hapa sio mwisho wa watoto wangu. Kama niliwalipia ada tu moja, leo nimekosa, hawataishia hapa, nitawalipia tena. Kama nilipata kodi nikalipa mwezi mmoja, nitapata nyingine kwa jina la Yesu. Nitapata na kiwanja kwa jina la Yesu. Nitapata nyumba kwa jina la Yesu. Nitapata biashara kwa jina la Yesu. Kama Bwana umenisaidia kufika hapa, na kule nitaenda kwa jina la Yesu, na kule nitafika kwa jina la Yesu. Sitaishia hapo. Nasema utaishia hapo mama yangu. Nasema utaishia hapo baba yangu. Kuna mahali Mungu atakuweka. Kuna mahali Mungu atakutambulisha. Usimwasi Bwana iko watu wanakupeleka kwa jina la Yesu. Kuna mtu leo ripasha, nimekosa interview ya kwanza, sawa, hiyo in discourage. Kama Mungu alinisaidia nikamaliza chuo, interview haiwezi kupima uwezo wangu. Uwezo wangu unapimwa na Bwana. Kama hii biashara imekufa, sawa, Mungu atanifungulia na biashara nyingine. Hii biashara haiwezi kupima uwezo wangu, iko biashara nyingine inakuja. Jeshi la kale wakasema msimwasi Bwana. Kama Mungu alitusaidia kule, ni watumishi wa Mungu, sijui kama mnaelewa nyinyi. Kuna mtu atasimama hapa, kuna mtu atasimama hapa atasema no. Angalia maneno ambayo Daudi aliyosema. Daudi akafika kwenye uwanja wa vita, watu wote wanamkimbia Goliati. Afu angalia mwanaume maneno aliyosema. Akasema atakayemuua Goliati atafanywa nini? Watu wakamiminya sikio, wakasema Sauli amesema atamuozesha binti yake. Sema hilo tu. Akasema huyu ni nani mpaka tukane majeshi ya Bwana? Watumishi wa Mungu, sio kama mnaelewa nyinyi. Huyu ni nani mpaka kutukana wewe umebeba Kristo? Afu angalia maneno ya Daudi aliyosema. Sema Mungu alinisaidia kumuua dubu na simba. Hata huyu Mfilisti asiyoteliwa atakuwa kama mmoja wapo. Nisikizeni nikwambie kitu. We win battle by the testimony. Tunashinda vita kwa kukumbuka shuhuda ambazo Mungu ametutendea. Tunavuka hatua nyingine kwa kukumbuka shuhuda Mungu alituvusha. Tunalipa kodi kwa kukumbuka Mungu mahali alipotusaidia. Tunaenda viwango vipya. Sema kuna mahali ninaenda kwa jina la Yesu. Unatoka kwenye interview umekosa kazi, sema hii haiwezi kunipima mimi. Haiwezi kupima uwezo wangu. Umetoka kwenye biashara mambo mabaya, usema haiwezi kupima uwezo wangu. I know my ability. Kuna mtu leo atakumbuka. Amen. I say, natamani kama niingie kwenye moyo wako kuna kitu ukumbuke. Alafu unaanza kuona mlango mpya unafunguliwa. Unaanza kuona maziwa na asali yanafunguliwa. Unaanza kuona biashara za kimkakati zinafunguliwa. Unaona kuna hatua mpya za maisha yako zinafunguliwa. Watu wasema mwavukaji sio wewe. Kuna kaimani unakumbuka Mungu alikutendea. Kuna mtu hapa anaenda. Leo tunaenda kukumbuka. Tunaitoa imani zero. Tunaenda kumwambia Bwana, Bwana Mungu alinisaidia pale. Bwana Mungu alinisaidia kule. Nakumbuka miaka fulani, kipindi nimeoana tu na mke wangu, nikapata matatizo makubwa sana ya kiuchumi, na mke wangu mjamzito. Hatujui tunaendaje wala tunaishiaje. Lakini ninachokumbuka ni kwa asubuhi nikiamka naomba,
giza. Ndio tumekuja Mwanza, tuna muda mrefu. Tunaona maisha yetu kama ndio yanaenda kuisha. Kuna muda nikikaa nikamwambia Mungu, kuna pito gani ambayo naweza kupitia kama Mungu alinivusha kule? Kwa kipindi mke wangu alikuwa mjamzito, tumeenda hospitali. Hela matibabu sina, nikamwambia weka bondi miwani. Nikachukua miwani nikaweka bondi, nikaenda kukopa nikapata, nikaenda kumkomboa. Nikasema kama Mungu alinivusha kule, ambao hata hela matibabu ya mke wangu ilikuwa sina. Kuna kitu gani ambacho Mungu nikikumbuka kule? Kuna mtu atakumbuka hapa, nyinyi watumishi wa Mungu. Kuna mtu atakumbuka hapa, tunachomoka. Huu mwaka wetu tunaubeba juu juu. Haleluya. Hapo ulipo utavuka taa kweupe. Utavuka mchana kweupe. Utaenda mchana kweupe. Kuna mtu atakunywa maziwa na asali kwa wepesi mno. Simama tu kwa miguu yako. Yesu astahili. Kuna mtu anakumbuka matendo ya kuna mtu anakumbuka hapa. Yesu astahili. Heshima hapo sio mwisho wako, chukua shuhuda. Yesu astahili. Heshima ujasiri tena. Tunaomba vita. Tunaomba vita. Yesu astahili. Usikae kimya. Piga kelele tasa. Kiza adui
wakati hatuna, wakati tunavyo. Bwana ulitutetea, wakati tunatukanwa ulifanyika faraja, wakati Bwana tumechoka ulituinua kwenye bonde la mauti. Je, tukumbuke wema wako leo? Hatuwezi sahau wema wako. Kumbuka wema wa Bwana kwenye maisha yako, alafu muazimishe yeye. Sema, Yesu, ninakushukuru siku ya leo, nimekumbuka yale mambo ulionifanyia, nimekumbuka yale mambo ulionitendea miaka iliyopita, nimekumbuka ulivyomsaidia mtoto wangu, ninakumbuka ulivyonisaidia kwenye masomo, ninakumbuka ulivyonisaidia hadi hapa. Bwana, nitavuka, nitasogea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shida maneni rimosa taliamosika rikoromosa taliamosika. Baba, nimekumbuka wapi umenitoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na hapa ni lazima nitavuka, na hapa ni lazima nitatoka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama uliruhusu nenda nikaingia watoto nikapakata tena nikanyonyesha, ninasema adui hataninyang'anya, ninasema magonjwa hatachukua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Endelea kukumbuka kwa zile za Bwana. Endelea kukumbuka haya mema, endelea kukumbuka haya mema. Kuna mahali Bwana amekutoa, kuna mahali ametutoa. Oh, kama si Bwana Israeli na aseme sasa. Kuna mahali ametuchomoa, kuna mahali alitutoa, kuna mahali alitutoa, kuna mahali alikutoa, kuna mahali alitoa ndoa yako, kuna mahali alitoa watoto wako, kuna kiwango Bwana alikutoa, amekupeleka kiwango kingine. Kumbuka huo wema wake, kumbuka tu wema wake, kumbuka tu wema wa Bwana, kumbuka mambo makuu Bwana aliyokutendea, kumbuka ishara Bwana alizokutendea, kumbuka mambo mazuri Bwana aliyokutendea. Hizo tabu hazitoshi, hizo shida hazitoshi kukwamisha mambo mema Bwana aliyokutendea. Yako mazuri aliyokufanyia, yako mema aliyokutendea. Kumbuka na hayo mazuri, kumbuka na hayo mema. Mwambie Bwana, nakumbuka na pale, nakumbuka na mwaka ule, nakumbuka na mwezi ule, nakumbuka na ile biashara, nakumbuka na mahali pale alikutoa kwenye magonjwa, alikutoa kwenye anga, alikutoa kwenye shida. Kumbuka hayo mema, kumbuka mkono wa Bwana ambao haukupunguka hata ukutuacha. Alitutoa 2024 akatupigania, akatupa neema kuingia 2025. Ametulinda toka mwezi wa kwanza. Wako walioishia njiani hawajaona mwezi wa tatu, haikutosha, akatulinda hata mwezi wa pili, na bado ameona haitoshi. Unastahili kuwa hai, unastahili kuishi, akatupa na neema ya kusurvive mwezi wa tatu, ili tuwe shuhuda, ili tuwe shuhuda. You are a living testimony. Wewe ni shuhuda inayoishi, wewe ni shuhuda inayoishi. Zaidi ya changamoto unazokutana nazo, zaidi ya shida, zaidi ya adha tunazokutana nazo, we serve the mighty God, we serve the mighty God. Remember where it comes from. Kumbuka wapi amekutoa, kumbuka wapi ametutoa, kumbuka matendo makuu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwenye lile bonde la uvuli wa mauti, Baba, kuruhusu aibu
hapa leo. Kuna watu wanaenda viwango vingine hapa leo. Tunapokumbuka kuna viwango lazima twende. Tunapokumbuka kuna hatua lazima twende. Tunapokumbuka kuna mahala tunaenda. Haubaki tena pale pale. Haubaki tena pale pale. Unapokumbuka kuna mahali unaenda. Kuna kiwango cha imani kinaongezeka. Kuna kiwango cha imani kinaongezeka. Another phase of level inaongezeka. Unapokumbuka kuna imani nyingine inajengeka. Imani mpya, upako mpya, biashara mpya, furaha mpya, amani mpya, kumiliki kupya, kutawala kupya. Lazima ukanyage viwango vingine vipya. Endelea kukumbuka, endelea kukumbusha Bwana. Mkumbushe tu kabisa wewe na ndoa yako. Kumbuka Bwana alipokutoa, kumbuka alipokutoa, kumbuka alikokutoa. Kuna mahala Bwana anakupeleka, kuna mahali anakupeleka, kuna mahala anakupeleka. Usikumbuke tu mabaya, kumbuka na mema, kumbuka na mema. Usikumbuke tu madeni, kumbuka ya kwamba yuko Bwana anayeshughulika na haja zetu. Yuko Bwana anayeshughulika na maisha yetu. Hatuishi kwa wenyewe wenyewe, tunaishi kwa neema ya Bwana. Uko mkono wa Bwana. Kumbuka tu kwamba uko mkono wake usiokuacha, usiopunguka, hata usiweze kukusaidia, hata usiweze kukuokoa. Uko mkono wake. Kumbuka kabisa yeye aliwasaidia wakina Yoshua na Kalebu, anaweza kutusaidia na sisi. Yeye aliwatoa katika nchi ya utumwa, anaweza akatutoa nasi leo. Akamwambia Musa, wakikuuliza waambie mimi naitwa Niko ambaye niko. Niko ambaye niko. Aliyetenda kwa kina Kalebu, aliyefanya kwa kina Yoshua, ndiyo huyo huyo tunamlingana hapa, ndiyo huyo huyo tunamlingana leo. Kumbuka kabisa, kumbuka kabisa Bwana aliwapigania wakina Yoshua, Bwana aliwapigania wakina Kalebu. Anaweza akatupigania nasi, anaweza akakupigania na wewe. Endelea tu kukumbuka kwa dakika chache. Uweza wa kifalme mabegani mwake. Yeye ni mshauri wa ajabu. Yeye ni baba wa yatima. Yeye ni mume wa wajane. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kuna mtu anatupeleka vilivyoko mavumbini, anavinua vile vilivyo vichache. Yeye anafanya vingi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni Mungu wa yote. Anasema ni agizeni, uone kama sitatenda. Anasema semeni, semeni. Yemoza talia kama sita. Niko hapa nasikia. Niko hema na maombi leo. Sema nasikia katika jina la Yesu Kristo. Huyo Goliathi utamwona, huyo simba na kinatembea, wanakimbia mbele zako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yemoza talia masika. Ni neno gani lililo ngumu kwako? Ni jambo gani mimi siwezi? Yote ninaweza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyu ni Mungu anayefanya mambo makubwa ambayo hayakuwahi kutambulikana, tena ya ajabu, hayahesabiki katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Imoza kalia kama sika. Niko na moza kalia kama sika. Niko wapi imani yenu? Niko wapi imani yenu? Sema, sema, sema. Sema, sema, sema. Mimi ninasikia. Mimi ninaweza. Nimegawanya bahari. Nimeangusha Yeriko. Sema, sema, sema. Ijakuwa haya madeni, ijakuwa haya magonjwa, ijakuwa hiyo. Ninaweza, ninaweza, ninaweza. Nimoza kalia kama sika. Niko na mosika ni mosata. Kuna mtu anaingia kwenye maziwa na asali yake. Kuna mtu anaingia kwenye hatua mpya. Kuna mtu unaona kama majitu. Hayo majitu usiogope. Kuna mtu anaona kama madeni. Hayo madeni usiogope. Kuna mtu anaona kama watu wamekuinukia. Hao watu usiogope. Kuna mtu anaona kama majukumu yamekuwa mengi. Unasema mtumishi kavukaje? Hayo majukumu usiogope. Mungu aliyekusaidia kuvuka kwenye jangwa. Mungu aliyekusaidia kuvuka kwenye bahari. Mungu aliyekusaidia
papa shatulikapa. Ripapo shetelikapa. Sema Yesu. Ninakushukuru. Kwa hatua mpya. Ulioiachilia. Kwenye maisha yangu. Ulioiachilia. Kwenye maisha yangu. Siogopi. Bali ninapoenda. Kwa jina la Yesu. Siogopi. Hatua ninayoiendea. Kwa jina la Yesu. Ninakataa. Kila hofu iliyoachiliwa ya kuogopa. Hao watu. Hiyo sio level yako, hayo sio maisha yako. Kuna aina ya maisha Bwana ametuandalia. Laiti tungeliyaona katika ulimwengu wa roho baraka ambazo Bwana ametukusudia, aina ya maisha ambayo Bwana alituandalia. Hapo bado hatujafika, hapo bado hatujafika. Kuna aina ya maisha yako hapa ambayo Bwana ametuandalia kabisa. Laiti angelifungua hayo macho, laiti angelifungua hayo macho, tungeona aina ya maisha ambayo Bwana ametukusudia, ambayo Bwana ametuandalia. Na tungeomba tena na tungeongeza imani tena ya kwamba ninaenda kwenye hayo maisha, ya kwamba ninaenda kwenye hayo maisha. Sitabaki hapa kwa level yangu ya imani, ninaenda viwango vipya, ninaenda maisha mapya, ninaenda hatua mpya. Bado sijafika vile viwango ambavyo Bwana amenikusudia, yale maisha ambayo Bwana ametuandalia, bado pale tunataka kufika. Endelea kabisa, mwazimishe kwa rapandelea mahoi rakakataya mkaya mandorobosa rakakaya mantaya reka mandoroboka yantaya likakataya mande ramandoroboka yantaka rikokota ya mandoro rimakoya ntakaya manda kakoya manto ripokosa maya likamande ripelako rikaka tekesa ramakaya manda ramandoroboka rekataka ya mungu ripanda ramakoya tekekea makakoya mantarabo remakokora repafanya repapasate repaparabo peleka tamka
unajisikia hofu, sogea mbele kwenye madhabahu. Ukiwa wengine wanaendelea kuomba, unajisikia una hofu, una jambo unalifanya, unajisikia hofu, unajisikia hofu, sogea kwenye madhabahu. Nguvu ya Mungu ikusaidie. Funga macho yako ndio Nyosha tu mikono yako juu. Nguvu ya Mungu ipo kukusaidia. Nguvu ya Mungu ipo kukusaidia. Inabadilisha kila kilio, kila kilio, kila uso haitakuwa juu yako tena. Pokea ushindi, pokea ushindi. Wewe na watoto hofu haitakuwa juu yako. Pokea hofu. Pokea ushindi. Hautaogopa tena. Hautaogopa tena. Pokea ushindi. Pokea ushindi. Haitakuwa juu yako. Pokea ushindi. Toka tena. Ujasiri kutoka kwa Kristo ukaumbike ndani yako. Chochote ulichokisikia kikaachilia hofu.
akitapata nguvu. Kwani ni jambo lipila silo niweza. Kwani ni jambo lipila chochote ambacho kilikuwa kinakutisha utakitisha wewe. Chochote kilichokupa hofu wewe utakipa hofu yeye chenyewe. Amen. Kama madeni yaambie si waogopi, hapo utaenda viwango vipya kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mtu atatoka imani leo kama simba. Watumishi mnanielewa hapa? Utaondoka ukiwa si mtu yule tena uliingia. Kuna ujasiri mpya, usiogope. Kuna hatua mpya ameachilia Mungu. Amen. Hata kama walikusema, hata kama walikukataa, kuna kitu kipya tumekiachilia. Na ushindi kwa juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Wale ambao walichelewa, hebu kidogo tuishi. Nilisema tarehe 29 mwezi huu mpaka tarehe 5 tutakuwa na maombi ya kuzaa vitu vyetu. Kwenye kitabu cha Isaya 37 mstari wa 3 nasema watoto wa tayari lakini hakuna kuwazaa. Una dream, una vision, una mawazo, una biashara ndani, lakini hauna nguvu ya kuvipush kitokee. Kwa hiyo tutakuwa na maombi ya siku 8 mfululizo. Natamani kuna vitu vitatokea kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo nikuombe hii ratiba iweke vizuri. Weka ratiba yako sawa. Tunataka tupate siku 8 Jumamosi mpaka Jumamosi. 8 days. Tunataka tuombe mpaka kuna mambo utaona yakitokea kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema tena hallelujah.